Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Novatus Dumbi, ni mwandishi wa vitabu na sasa nina vitabu 7 nimeandika, ila kwa sasa hapa tumeshika vitabu 4. Ninamshukuru Mungu amenipatia neema ya pekee sana na ninaendelea vizuri. Kitabu cha kwanza nilichokiandika kinaitwa Kipaji Chako Utajiri Wako, ishi ndoto yako ni dhahabu safi. Na hapa utangulizi wake aliyeandika ni mwimbaji maarufu Upendo Nkone. Lakini pia nimeandika kitabu kingine kinaitwa Ishi Kama Tai Wewe Ni Wa Pekee. Lakini vile vile nimeandika kitabu cha Saikolojia ya Fedha, kimeelezea mambo 52 kuhusu tabia ya fedha, jinsi ya kuifanya iongezeke ili kufikia uhuru wa kifedha. Lakini pia kuna kitabu kingine kinaitwa Vita ya Mbeba Maono na Ushindi Wake. Usiogope kupita kwenye moto, usiogope dhoruba na mawimbi, usiogope kupigwa mawe. Nimekiandika lengo kubwa ni watu wanaopita kwenye mapito magumu, kwenye huduma, kwenye ndoa, kazini, na kadhalika na kadhalika. Ni kitabu kizuri sana. Lakini pia kuna kitabu kingine ambacho kikisoma yani hakuna kitu kitakachoweza kukusimamisha kabisa kwenye safari ya mafanikio yako. Inaitwa Ishi Kama Tai Wewe Ni Wa Pekee. Zijue tabia 7 za ndege tai. Hapa nasema gundua kusudi la kumbwa kwako ubadili maisha. Ukisoma hizi tabia 7 za ndege tai, ukizikonvert kwenye maisha unakuwa mtu wa tofauti kabisa. Kwa hiyo kitabu ni vya msingi sana, unaweza kusoma ukamnunulia kijana wako, hasa katika nyakati hizi ambazo sasa watu wanasoma na hakuna ajira. Lakini hivi vitabu vimesheheni maarifa ambayo hayafundishwi kabisa mashuleni na vyuoni. Nipo na mtumishi wa Bwana Amen. Upendo Nkone. Kitabu ni vizuri. Yeah. Bwana asifiwe na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Tuna vitabu hapa. Nimeandika kwa sehemu. Yeah. Na nimevisoma. Ni vitabu vizuri sana. Yeah. Kuna Ishi Kama Tai Wewe Ni Wa Pekee. Vita ya Mbeba Maono na Ushindi Wake. Saikolojia ya Pesa na Maisha. Hapa iko hapa. Yeah. Namna gani unaweza kuzalisha ukapata pesa. Yeah. Na ukatumia vizuri, maana watu wengi unafanya kazi unapata pesa lakini unazitumia zote zinaisha kwa muda mfupi. Unabaki tena unahangaika. Ukipata hiki kitabu kitakusaidia namna gani ya utumiaji wa fedha. Lakini kuna Kipaji Chako Utajiri Wako. Hapa unaona Kipaji Chako Utajiri Wako. Hiki ningependa watu wote wakinunue kabisa, kwa sababu ndani kina mambo mazito sana. Kuna wengi mna vipaji lakini umekaa nacho tu kipaji, hata ujielewe ujue ufanye nini, lakini kumbe ungekitumia kipaji chako kingekufikisha mbali. Yeah. Kitapatikana kitabu hiki mtandaoni. Vitabu hivi vyote 7 vitapatikana mtandaoni na tayari vipo. Tutaweka namba ya simu hapo, ukikihitaji unaweza kutumiwa popote ulipo. Na Mungu awabariki sana. Nunua kitabu. Kuna maarifa mengi sana. Binafsi napenda kusoma kitabu kwa sababu vitabu vinatuelekeza mambo mengi na vina maarifa mengi. Yeah. Ukisoma kitabu maisha yanabadilika. Fikra zinabadilika. Kitabu kinafungua akili. Yeah. Kwa sababu maarifa yako tu hayatoshi kukusaidia kufunguka au kupiga hatua. Kama vile ambavyo tunaweza tukasoma Biblia na tukapata maarifa. Kitabu kinakufanya usafiri mbali kwenda Ulaya, kwenda Marekani. Kinakufafanulia ujielewe na ujue namna gani ya kuweza kuishi, kufanikiwa, kuwa karibu na Mungu. Kipaji kifanye kazi. Lazima ujijue wewe kipaji chako ni nini. Mwingine ni mcheza mpira. Mwingine ana kipaji cha uimbaji. Mwingine ni muombaji. Muombaji nao ni neema ya Mungu. Yeah. Ni neema ya Mungu. Yeah. Lazima ujue nafasi yako ni ipi ili uweze kuisimamia. Kwa hiyo vitabu hivi vinapatikana mtandaoni
na tutaweka namba ya simu pale. Ukihitaji kitabu chochote utakachokipenda, basi utawasiliana nasi na tutaweza kukuagizia popote ulipo. Mungu awabariki na tunawapenda katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Amen. Unaweza kumshaurije kijana ambaye yani hana mahali pa kushika? Ili kugundua kipaji chako, lazima umuombe Mungu. Mungu akusaidie kwa sababu Roho Mtakatifu ndio huwa kiongozi. Anasimamia mawazo yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakuongoza kufanya kitu fulani ambacho hicho kitakuwa ndio njia ya wewe kwenda kufanya. Yaani kinakusaidia kujua eneo sahihi. Kabisa. Na utashtukia yani wewe sio mtu wa kutangatanga mara ufanye kinaacha na nini. Inatokea kongamano mahali fulani na wewe unasema ngoja niende. Inatokea neema tu. Mmekaa mahali unaambiwa hebu tusaidie kuongoza pambio ya kuabudu. Unaona safari inapoanzia. Unaongoza watu wanasema tukio limeanza na nini? Wazo. Semina ya vijana, unajikuta dawa umeenda semina ya vijana. Kumbe kule ulikoenda kipaji chako kinaenda kuonekana. Kumbe wewe ni kiongozi mzuri. Utakumbuka kumbe wewe ni kiongozi mzuri. Inatokea tu anakuambia ongoza ibada. Unaongoza ibada mpaka watu wanasema hii kitu mbona ilikuwa wazo. Roho Mtakatifu analeta wazo kichwani kwako, moyoni mwako. Anakuongoza kwenda kufanya kitu fulani. Halafu mbele unakutana na wajibu wako kwamba kumbe nimezunguka miaka yote sijui hata kipaji. Inawezekana wewe ni mpishi. Unajua kupika vizuri. Lakini hujielewi, lakini wewe ni mpishi mzuri. Sasa kupitia mambo ambayo Mungu atakuwekea ndani yako, unajikuta umeenda mahali umepika vizuri mpaka watu wanafurahia. Zile sifa zinainuka zinakuwa kubwa, watu wanasema mimi nampenda mama fulani akipika chapati. Asipike mwingine. Yaani jamani, mpeni mama fulani apike chapati. Tayari na maana wewe umeshajigundua wewe ni mpishi. Sasa ukishajigundua wewe ni mpishi mzuri, kinachofuata nini? Mwambie Mungu akusaidie upate mtaji. Tayari unaanza ile kazi ya upishi. Unaanza chai, chapati. Baadaye Mungu anakuongoza unapata supu ya ng'ombe. Unajiongeza, mara umeinuka. Mara unajikuta umeongeza vitumbua. Maandazi, mara umeinuka tena. Ni mpishi wa keki mzuri. Unaona? Kupitia wazo. Mungu alileta wazo ndani yako. Ukaanza kupika chapati, watu wakapenda, ukaongeza mandazi, watu wakapenda. Kwa hiyo muombe Mungu sana akusaidie, Roho Mtakatifu akupe wazo ambalo litakuongoza kuelekea kujua kipaji chako. Na utamwona Mungu anakusaidia na utafanikiwa. Amen.